Hello, habari. Karibu katika episode yetu ya kwanza kabisa ya kipindi cha Afya Talk, kipindi ambacho kama ambavyo tumekutaarifu huko awali kuwa tutakuwa tunajikita kuzungumzia mambo mbalimbali ya afya ambayo yanaigusa jamii. Ni kipindi maalum ambacho kinakutanisha wataalamu wa afya lakini pia na wadau wote ambao wanahusika katika kutoa huduma za afya kwa jamii. Na leo tutaenda kuzungumza juu ya uwezo wa masikio kupoteza uwezo wake wa kusikia. Tunafahamu sikio ni mojawapo ya milango ya fahamu ambayo ni muhimu sana kwa mwili wa binadamu, kwa sababu ndiyo mwanzo wa kutuwezesha kufanya kazi zetu mbalimbali, kwa sababu baada ya kuwa tumesikia ndio tunaweza kutafasiri vitendo na hatimaye kuweza kufanya shughuli zetu za kila siku. Kabla ya kwenda kwenye mada husika, naomba nikwambie ya kuwa sikio ni mojawapo ya ogani muhimu sana ambayo haipaswi kufanyiwa masiala, hasa katika kulinda afya ya sikio, kwa sababu Shirika la Afya Duniani linatuambia kwamba katika kila mtu mmoja kwenye watu 15 duniani kote wanakabiliwa na tatizo la kutokusikia vizuri. Lakini pia hii ni sawa na mpaka kufika mwaka 2030 Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa karibia watu milioni 500 watakuwa na matatizo ya kutokusikia vizuri ambayo yanahitaji uchunguzi wa kimatibabu, lakini pia rehabilitation service, kwa maana kwamba zile huduma ambazo zinaenda kwenye matibabu ya kiwango cha juu sana. Lakini pia katika kundi kubwa ambalo ni vijana, Shirika la Afya Duniani pia limetoa ripoti zake, linasema kuwa takriban vijana bilioni 1 duniani kote wanakabiliwa na matatizo ya kutokusikia vizuri. Sasa ikiwa leo ni mwezi wa 3, naomba nikutaarifu ya kuwa mwezi wa 3 kila mwaka inapofika tarehe 3, Shirika la Afya Duniani limetenga siku ya tarehe 3 mwezi wa 3 kama siku maalum ya kuongeza ufahamu kuhusu changamoto za kutokusikia vizuri. Hivyo nasi leo katika Afya Talk tutaenda kuzungumza kupoteza uwezo wa kusikia, na utakuwa nami Amon Mgeta katika kipindi hichi, na karibu sana katika kipindi. Kupoteza uwezo wa kusikia ni hali ambayo inapelekea masikio ya binadamu kutokuwa na uwezo mzuri wa kubadilisha mawimbi ya sauti na kutafasiri kwenda kuwa sauti. Kwa mtu yote ambaye atakuwa anapitia changamoto ya kutokusikia vizuri, huyu mtu tunasema tayari ameshaanza kupata dalili za kutokuwa na uwezo wa kusikia mzuri. Tatizo hili linaweza kusababishwa na matatizo mbalimbali ambayo yote haya yanaweza kuwa yanaathiri mfumo wa sikio, aidha mfumo wa nje, wa ndani, au sikio la kati. Matatizo ya kutokuwa na uwezo wa kusikia yanaweza yakawa ya muda mrefu au ya muda mfupi, kulingana na kisababisha ambacho kimefika katika sehemu yoyote ya sikio. Leo tutaenda kujikita zaidi katika mambo ambayo unapaswa kufanya kila siku kwa ajili ya kulinda afya yako ya sikio, lakini mambo haya yatakuja mara baada ya kuangalia dalili ambazo zinaweza zikasababisha mtu awe na uwezo wa kutokusikia vizuri. Na dalili hizo ni kama ifuatavyo. Moja, unapokuwa inakulazimu kusikia kila ambacho watu wanazungumza mara kwa mara katika sauti kubwa, tayari umeshaanza kupata kupungua uwezo wako wa kusikia vizuri. Namaanisha kwamba unapofikia hatua ya kuwa watu wanazungumza kitu fulani na wewe unahitaji wale watu wakirudia hicho kitu kwa muda mrefu ili uweze kusikia, maana yake uwezo wako wa sikio wa kubadilisha mawimbi ya sauti na hatimaye kuja kwa sauti tayari umeanza kushuka. Hii ni dalili ya kwanza ambayo inakumba jamii kubwa sana, na zipo sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuwa na uhitaji wa watu kuzungumza mara kwa mara tena kwa sauti kubwa ili aweze kusikia. Lakini dalili ya pili ambayo inaambatana sana katika kuasili mfumo wa sikio ni pale ambapo utazungumza kwa sauti kubwa. Ukiona mada yoyote ambapo unakuwa unaalikwa labda au uko sehemu unahitaji uzungumze kwa sauti kubwa ili wengine wakusikie, tayari ni dalili mojawapo ya kuwa uwezo wako wa kusikia na kutafasiri sauti umeanza kupungua. Kwa kawaida tunapaswa kuzungumza katika sauti ambayo tunasikilizana wote wawili.
kwenye toni ya kawaida. Pale ambapo utahitaji kuzungumza kwenye toni ya juu pasipo wewe kujisikiliza kuwa unazungumza kwenye sauti ya juu sana, tayari hiyo ni dalili moja hapo pia ya kuweza kutambua kwamba umeanza kuwa na tatizo la kutokusikia vizuri. Na dalili ya tatu ni pale ambapo unalazimika kusikia sauti au kuangalia TV katika sauti ya juu sana. Ni changamoto kubwa sana hasa kwa vijana sasa hivi ambao wanatumia hii mifumo ya kisasa ya kusikiliza muziki au kuangalia television, na hapa ndipo uchunguzi wa Shirika la Afya Duniani umejikita ya kuwa takriban vijana bilioni 1 watakabiliwa na hili tatizo mpaka kufikia mwaka 2030, kwa sababu katika maisha ya kila siku vijana sasa hivi tunakuwa tunatumia sana maendeleo ya sayansi na teknolojia kuweza kufanya mambo yetu, na moja ya vitu ambavyo vinatuathiri sana ni haya matumizi ya earpods, lakini pia na hivi vifaa vya teknolojia kwa ajili ya kumrahisishia msikilizaji au mwangaliaji wa television kwenye vipindi mbalimbali. Hivyo mambo haya ni mazuri, lakini tunapaswa kuyatumia katika muktadha ambao ni wa kawaida ili kulinda afya zetu za masikio. Tukijikita katika hoja kuu ya mada ya leo ya kuwa tutaenda kuangalia hatua kuu 3 za kufanya kila siku ili kuweza kulinda afya yako ya sikio. Hatua ya kwanza kabisa tunasema ya kwamba usitumie vifaa vyovyote kuchokonoa masikio. Jamii nyingi ya Kiafrika hasa wa Tanzania tumekuwa na utaratibu wa kujiamlia tu kuweza kusafisha masikio yetu. Unamkuta mtu anatumia pamba, anatumia vijiti na vitu vingine vyenye ncha kali kwa ajili ya kuchokonoa sikio akiamini kwamba anafanya usafi katika sikio lake. Njia hizi ni hatari sana kwa afya ya sikio kwa sababu vitu vyenye ncha kali vinaenda kuharibu tunaziita ngome ya sikio, kwa maana eardrum, ambayo inahusika na kukusanya mawimbi ya sauti na hatimaye kuyapeleka kwenye membrane zingine ili iweze kutafasiriwa kutoka kwenye mawimbi ya sauti kwenda kwenye sauti. Kwa hiyo kitu ambacho napaswa kufanya wewe kijana na Mtanzania kwa ujumla, hakikisha hautumii vitu vyenye ncha kali kwa ajili ya kuchokonoa masikio yako, kwa sababu ni hatari sana kwa ajili ya maendeleo ya masikio yako. Kitu cha pili, usitumie dawa za kutibu ugonjwa wote kwenye masikio kiolela ama ukiwa nyumbani. Tunafahamu kwa sababu ya majukumu mbalimbali wengi tumekuwa busy hata kwenda kufanya vipimo hospitalini. Hivyo unajikuta mtu anatumia tu dawa pasipokuwa ana uhakika hii dawa inaenda kufanya kazi gani. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunakushauri leo, usitumie dawa zozote za kupaka kwenye masikio kwa kujiamlia. Hakikisha umemtafuta mtaalamu wa dawa vizuri akupe ushauri, lakini pia ikiwezekana nenda kafanyia uchunguzi kabisa kwenye hospitali ili uweze kugundua kuwa ni sehemu gani ya sikio hasa inaleta shida ili uweze kupatiwa matibabu yaliyo sahihi. Hatua ya 3, tunasema kwa vijana au katika kundi lolote ambalo limeathirika sana na matumizi ya teknolojia, hakikisha unasikiliza redio na kuangalia TV katika kiwango kidogo sana cha sauti. Hili ni tatizo kubwa ambalo karibia matatizo mengi sana ya masikio kutokusikia vizuri linatokea hapa, kwa sababu kadiri sauti inapozidi kuwa kubwa ndivyo uwezo wako wa kusikia unapozidi kuwa mdogo, hasa hizi sauti zilikuwa zinajirudia mara kwa mara. Sasa swali moja la msingi ni hili kwamba upotevu wa kutokusikia vizuri hauna tiba, lakini unaweza ukajikinga kwa namna ambayo tumeelezana hapo mwanzo. Lakini pia yapo matatizo ya masikio ambayo yanaweza yakatibika pale ambapo mwanadamu au mtu atakapogundua kwa haraka na kuweza kupata ushauri wa daktari. Kwa hiyo sio kila kwamba ugonjwa wote wa sikio hauwezi kutibika. Hapana, kutibika kwa sikio unategemea na kiwango cha mgonjwa amefikuja hospitali akiwa katika hali gani. Hivyo kitu cha kushauri ni kwamba tuwekeze katika kinga zaidi kwa kupata ufahamu ambao tumeelekezana, na afya yako ya masikio itakuwa vizuri sana, na hatimaye utaweza kuishi kwa muda mrefu ukiwa na uwezo wako wa kusikia vizuri kama ambavyo tunatarajia.